Halo, mambo vipi rafiki na coders wote? Karibuni tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya JavaScript. Leo nimeandalia somo zuri, safi na tamu, la kuvutia na jepesi sana. Sio lingine ni array katika JavaScript. Array ni kitu muhimu sana kwa sababu kwenye kila computer program utajifunza, na uzuri ni kwamba zinafanana kwa 99%. Ni umuhimu wake ni kama unaweza kuona hapa, nasema kwamba array ni orodha inabebwa katika utambulisho mmoja. Kwa hiyo umuhimu wake unaweza kuona kwamba unakuwa na taarifa nyingi zaidi ya moja, mbili au tatu ambazo zinakuwa ndani ya utambulisho mmoja. Inakuwa kama ndani ya variable. Tunaita jina la array lakini ni kama variable. Lakini sifa yake nyingine ambayo nasema ni ya muhimu kuitambua ni mpangilio wake unafuata mtiririko wa index. Kwa ukiorodhesha vitu basi inafuata mtiririko wa index, ambayo ya kwanza inakuwa ni sifuri. Kwa kama uorodhesha timu za mpira, ile ya kwanza kama ni Simba, Yanga, Mtibwa, Simba itakuwa sifuri, Yanga itafuatiwa na moja na hivyo. Sifuri ndio utangulia katika mpangilio. Array inaweza kubadilika ukubwa au kuongezeka au kupungua kutokana na kuongeza data au kuzipunguza. Kwa hiyo inanyumbulika, inategemea na unaingiza kiasi gani na unapunguza kiasi gani. Inaweza kubeba aina tofauti tofauti za data. Mfano, unaweza kaweka maneno katika hiyo orodha, ukaweka maneno, ukaweka namba, ukaweka object. Uandishi wake ni kama hivi. Uandishi ni kwamba unakuwa unaandika rate, au unaweza kuandika var au constant, na kama unavyoandika variable afu ndani yake utaandika hiyo square bracket, ndani yake utaweka hizo taarifa. Taarifa unaona kama hivi ziko katika wingi, ziko zaidi ya moja, lakini pia ziko tofauti. Hii ni 500, hii ni numeric, ni integer, hizi zingine ni number, ni string, maneno. Tulivyosema kwamba ni inafuata index ni kama hivi, kwamba ile ya kwanza itakuwa sifuri, ya pili itakuwa na index ya moja, ya tatu itakuwa na index ya mbili, ya tatu na yenyewe itakuwa na index ya tatu. Kwa hiyo kwa mfano Simba hapo ni sifuri, Chui itakuwa ni moja, Tembo itakuwa ni mbili, 500 itakuwa ni tatu. Na utaendelea hivyo, vitakaofuata itakuwa ni 4 na vitu kama hivyo. Namna ya kuweza kuaccess au kuzifikia hizo data ambazo ziko ndani ya index, unazifikiaje ili uweze kuziprint hizi? Taratibu ni kwamba unachukia kwamba unaweka jina la array. Jina la array ni hapa, kwa mfano hapa ni mnyama. Kwa utatumia jina la mnyama afu ndani yake utaandika index. Kwa utaandika jina la mnyama, jina la array, sio jina la mnyama samani. Utaandika jina la array. Sawa? Alafu ndani yake utaweka index. Kwa utaandika jina la array, ndani yake utaandika index. Kwa mfano wanyama, ndani tunaandika index. Kwa mfano kama hapa wameandika wanyama, nikiandika sifuri maana yake tutapata nini? Tutaipata Simba. Hii hapa. Tukiandika moja ndani humu tutapata nini? Tutapata Chui. Na tukiandika mbili hapo tutapata Tembo. Na tukiandika tatu hapo tutapata ngapi? Tutapata 500. Hii inaeleweka na nyepesi sana. Hem, tujaribu kufanya zoezi halisi. Tuandike script. Tuandike script zetu za JavaScript kwa sababu ya tag, kisha tuandike rate. Tunaweza kuandika var vyovyote vile, tutumie wanyama kama kawaida. Ndani tutaandika hizo square bracket, kisha tutaorozesha. Ya kwanza ilikuwa ni Simba. Unaweza kuandika timu za mpira utakavyotaka. Chui, Tembo. Kwa tuweka 500. Sawa? Tujaribu kuprint. So documents.write. Tulisema kwamba unatakiwa access, ukitaka kuprint uweze kuzifikia, unatumia jina la array. Kwa mfano hapa jina la array ni wanyama, kama kule tulivyoona wanyama. Alafu tutaweka hizo curly bracket, ndani yake tutaandika index. Kama ni tatu ni sifuri, itafuata ile ambayo umeandika. Kwa mfano tuchukue tatu ambapo itakuwa ni 500. Tu save na tulane. Tukilana tunapata 500. Kwa nini? Kwa sababu hii ni index ya tatu. Hii hapa. Tukibadili tukaweka moja, itakuja Chui kwa sababu hii ni sifuri ya kwanza, ya pili ni moja. Chui. Na tukibadilisha tukaweka sifuri, tatuletea Simba. Ndio. Kama hivyo. Hem, tufanye kitu kimoja hapa. Tu print, wala nijaribu break line ili zisije zikafuatana katika mlolongo. Hapa tu nizipaste tuweze kuona zikitokea katika wingi, kwa maana tu ya zoezi. Hii ya kwanza tufanye tuipe itakuwa ni
tuipe tuwe Simba. Ya pili tuchukue, tuanze na ya pili, tuweke 1, tuweke 0 na tuweke 3. Tukisave na tukarani, tutaweza kuona Tembo, Chui, Simba. Tembo hapo yuko katika nafasi ngapi? Tembo ni index yake ni 2, na kweli tunaona kwamba 2 ndio imekuwa ya kwanza, kwa sababu Tembo iko tumeweka index ya 2. Kwa hiyo Tembo amekuwa nafasi ya kwanza kwa sababu hii document right imekuwa ya kwanza. Kwa hiyo hii index ni ya 2, imefuata index, haijafuata mpangilio wa jinsi ambavyo tume comment. Hicho imefuata ule mpangilio wa index. Kwa hiyo imechukua index ikaprint pale, ndicho kizingatia. Kwa 1 ni Chui, na utaona imefuata Chui, kutoka Tembo ikaja Chui. Lakini 0 kafuata Simba, afaje kamalizia 4,500 kama unavyoona. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hivi ndivyo ambavyo katika utambulisho na msingi ni kwamba hivi ndivyo ambavyo array itaandikwa. Kwa utaandika rate au utaandika var constant vote, utaweka jina la array ndani, utaweka hiyo square bracket, utaingiza taarifa utakazoorodhesha, zinaweza kuwa katika utofauti au zinafanana utakavyokuwa na uhitaji ambao unataka wewe. Kwa hiyo baada ya hapo, maana yake ni kwamba kitakachotokea ni kwamba uta access kwa kutumia jina. Uta access kwa kutumia nini? Kwa kutumia jina. Utakapo access kwa kutumia jina, utaweza kuassign hizo index ndani yake, na hayo ndio yatakuwa matokeo kama ambavyo tumetazama kwenye PowerPoint yetu. Kuna ndicho ambacho kimeweza kutokeza. Kwa hiyo ni rahisi na ni muhimu kuitambua kwa sababu inarahisisha kazi. Nimetumia document light kwa sababu ya kuweza kuelimishana, tuweze kuelewa namna ambavyo tunaweza tukaielewa array, kazi yake, na namna ambavyo unaweza kuchukua taarifa ndani yake, namna ambavyo unaweza kuprint, na uhusiano wa index na taarifa na jina la array. Kwa hiyo niseme kwamba umuhimu wake ni huo, lakini kuna hatua zaidi. Kwa mfano unaweza kuprint kwa kutumia loop na njia zingine. Kuna vitu vingi katika array, lakini hii ni mwanzo. Huko mbele tutatazama namna ya kuweza kuingiza data ndani ya array kutokea nje ya array, kuongeza data. Kwa niseme kwa somo la leo inatosha, ilikuwa ni utangulizi. Unaweza kufanya zoezi. Nachokuomba tu ni kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kubofya notification. Toa maoni yako, hata kama nakukosoa atanijenga, atanifanya niweze kuboresha zaidi. Usisahau kubofya notification, kulike, kushare na kusubscribe. Hiyo itanihamasisha kuendelea kufanya kazi hii. Asante, naomba tukutane katika video itakayofuata.